Kwenye hii dunia wanawake wametofautiana sana kwenye kupenda wanaume. Kuna wanaopenda warefu, wengine wanapenda wenye pesa, na wengine wanapenda wenye muonekano fulani. Lakini ukweli ni huu, kuna sifa fulani kwa mwanamume ambazo karibu kila mwanamke anazipenda, na ukizielewa sifa hizi utaanza kuelewa kwa nini kuna wanaume wanapendwa sana bila hata kujitahidi sana, na wengine wanajitahidi sana lakini hawapati matokeo. Leo nitakuelezea sifa hizo 5 ambazo mwanamume akiwa nazo basi atapendwa na kila mwanamke. Twende sawa. Sifa ya kwanza ambayo mwanamume akiwa nayo atapendwa na kila mwanamke basi ni sio bahili na ana ukarimu. Kusema ukweli, hakuna kitu kinamfanya mwanamume apendwe haraka sana, apendwe na kila mwanamke kama kutokuwa bahili na kuwa mkarimu. Sio kwamba uwe na pesa nyingi, hapana. Ni jinsi unavyotumia kile kidogo ulichonacho. Mwanamke anapenda mwanamume ambaye hatoi kwa kulalamika, hatoi kwa masharti, na haonyeshi uchoyo kwenye vitu vidogo vidogo. Yaani akiambiwa kuwa leo tutapika kitu fulani, kinahitajika kitu fulani na kitu fulani, basi awe mwepesi kutoa na sio kuanza kulalamika. Lakini mwanamume ambaye mbahili na asiye mkarimu ataanza kulalamika kuwa hivyo vitu ni vingi, ni kuharibu pesa tu. Sasa hapa unakuwa unaondoa mvuto kwa mwanamke. Mwanamume ambaye sio bahili na ana ukarimu ni mwanamume ambaye akiambiwa inahitajika pesa kitu fulani huwa halalamiki, huwa haanzi kutoa masharti, na pia huwa anaacha pesa ili tu ikitokea kwamba hivyo vitu vimepungua basi ipate kuongezewa. Na pia mwanamume ambaye ni mkarimu na asiye mbahili ni mwanamume ambaye ikifika mwisho wa mwezi huwa anamwachia mke wake au mpenzi wake kitu chochote kile ili tu aweze kujinunulia. Kwa mfano aweze kujinunulia perfume, lotion na vitu vingine ambavyo mwenyewe angependa kununua. Sio lazima iwe pesa nyingi, ni japo kidogo tu, lakini unamwachia ili apate kujifanyia matumizi madogo madogo. Aina hii ya mwanamume huwa anapendwa na kila mwanamke, sio masahara. Sifa ya pili ambayo mwanamume akiwa nayo atapendwa na kila mwanamke basi ni mwanamume ambaye ana uvumilivu na anajua kusubiri. Kivipi? Wakati mwingine mwanamke anaweza kusema niache au nenda zako, lakini akawa hamaanishi hivyo. Yaani mara nyingi wanawake wanasema vitu ambavyo wasivyomaanisha. Mara nyingi anakuwa na hisia tu, anataka kuona utafanya nini, anataka kuona mwitikio wako. Sasa mwanamume ambaye sio mvumilivu, mwanamume ambaye hajui kusubiri, akiambiwa hivyo anaondoka kweli, anamuacha kweli, na hapo anakuwa amepoteza kila kitu. Lakini mwanamume mwenye uvumilivu atatulia kidogo na ataelewa hali, atasema sawa, nimekuelewa, lakini mimi bado niko hapa. Hapo unakuwa unampa mwanamke utulivu na huwa unampa amani. Ukweli ni huu, wanawake wanapenda mwanamume ambaye hachukui maamuzi kwa hasira, hachoki haraka, na anaweza kushikilia uhusiano hata wakati wa kipindi kigumu. Sifa ya tatu ambayo mwanamume akiwa nayo atapendwa na kila mwanamke basi ni usafi. Usafi wa nje na ndani. Hii ni muhimu sana, lakini wanaume wengi wanapotezea. Usafi sio amri, usafi ni lazima. Mwanamume anatakiwa awe msafi kwenye mwili wake, nguo zake, harufu yake na hata maneno yake. Hivi vyote vinaongea kabla hata yeye hajaanza kuongea. Mfano, unatoka kazini umechoka, umejaa jasho au vumbi, basi hutakiwi kuingia ndani tu bila kuoga. Hapo tayari unakuwa umeharibu. Lakini mwanamume anajiheshimu, mwanamume ambaye ni msafi ataoga, atajisafisha vizuri, ataonekana fresh hata akiwa amechoka. Na muhimu zaidi, anajiheshimu yeye mwenyewe. Ni msafi kwenye kauli zake,
ni msafi kwenye kupangilia maneno. Mwanamke akiona hivyo huwa anavutika automatically, kwa sababu ukweli ni huu: kama wewe mwanamume unavyopenda mwanamke wako awe msafi, basi ndivyo na yeye mwanamke anavyotaka wewe uwe msafi kwake. Kwa hiyo kuwa msafi ni jambo la muhimu sana, na mwanamume ambaye yuko msafi, mwanamume ambaye yuko smart, ananukia vizuri, ni mwanamume ambaye anapendwa na kila mwanamke. Sifa ya 4 ambayo mwanamume akiwa nayo atapendwa na kila mwanamke, basi ni romantic, yaani anajua kutunza hisia. Hii sio lazima uwe na pesa nyingi. Kuwa romantic sio lazima uwe na pesa nyingi kama watu wanavyozania. Ni vitu vidogo vidogo tu. Unaamka asubuhi, unamtakia mpenzi wako au mke wako asubuhi njema, unamwambia kwamba nimekupigia simu, nimekukumbuka tu bila sababu, lakini sina cha kukwambia, yani nimekumisi tu. Hiyo inaweza kubadilisha siku yake yote. Wanawake wanapenda mwanamume ambaye hawafanyi wajisikie kama wako peke yao. Kwa hiyo haijalishi wewe unafanya kazi gani, haijalishi wewe ni nani, jaribu kuwa romantic. Sifa ya 5 ambayo ni ya mwisho, mwanamume akiwa nayo atapendwa na kila mwanamke, ni mwanamume ambaye anachukua majukumu yake na ana maamuzi yake. Hii ndio sifa ya mwisho, lakini ni nzito sana. Mwanamume lazima uwe na msimamo, si kila kitu ngoja nimuulize mama au ngoja nimuulize rafiki yangu. Bro, wewe ndio uko kwenye mahusiano na sio mama yako na sio rafiki yako. Yaani kuna wanaume ana mchumba au ameoa, lakini maamuzi yake yote yanafanywa na watu wa nje. Maamuzi yake yanafanywa na mama, rafiki au jamaa. Hapo unahisi mwanamke atajisikiaje? Atajisikia kama hana nafasi kwako, atajisikia kuwa hana usalama. Lakini mwanamume mwenye msimamo, mwanamume ambaye anachukua majukumu yake, anaweza kusikiliza watu, lakini anaamua yeye mwenyewe, huwa haamuliwi. Kwa hiyo bro, kuwa mwanamume anayependwa sio lazima uwe tajiri, sio lazima uwe mkamilifu, lakini ukijenga sifa hizi, ukiwa mkarimu na sio bahili, ukiwa mvumilivu na mwenye kusubiri, ukiwa msafi, romantic na mwenye msimamo, utaona tofauti kubwa sana. Na kama umefika hapa, umesikiliza mwanzo hadi mwisho, basi inaambie ni sifa ipi unaona ni lazima mwanamume awe nayo kuliko hizo zote, yani ipi ni muhimu zaidi? Andika hapo chini kwenye comment. Na kama una sifa yako nyingine unayojua unahisi mwanamume akiwa nayo atapendwa na kila mwanamke, basi andika hapo chini kwenye comment na mimi nitakuja kuilike. Tafadhali kama hujasubscribe, tafadhali bonyeza alama nyekundu hapo chini iliyoandikwa subscribe, like na share kwa mshikaji wako mmoja. Tutakutana kwenye video inayofuata. Asante sana.